kutambulisha. Wakati natambulishanaka, nilibakia kimya muda mrefu hapa, lakini wakati ilivumbua ikanitoa kule, leo niko nakuhubiria hapa na unabarikiwa. Sababu wakati hapo wanaipunga. Wakati mwalimu Waswahili wanasema asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na nini? Dunia ndio wakati. Wakati itakufundisha. Mtu mwenye kwa wakati yake, Pastor Samuel, mtu mwenye kwa wakati yake, ataweza mchomora, unambeba wakati upeke ni ema itakurudisha pale pale. Hata unipige vita kama niko mseso yangu, narudia wakati upeke itanitafuta, narudia mseso yangu. Twaiko mimi wakati ndio niopilisha kuwa pale. Ndio nakwambia hapo nachangeshia hapo. Kila mtu na wakati wake. Mungu alipita hapa, wakati wake kaisha wakaenda. Niko nisikie story hapa. Landria alipita hapa. Wakati wake. Leo Landria yeye washa yeye. Haiko hapa. Sijui mwingine alipita hapa, msikia hapa Kristo. Alipita hapa. Wakati wao. Sasa hii ni wakati wa Pastor Samuel. Ukatale, uitike ni wakati yake. Upande ushuke ni wakati yake. Niko natangazia mtu mmoja magharibi ya leo, hata Mungu akutie wakati wako. Hata Mungu akutie wakati wako. Magharibi ya leo, hata Mungu akuweke wakati yako. Si mtu mmoja aseme amen. Amen, amen. Mtu iko wakati yake. Hatafanya. Atamchonganisha. Atamsemea. Wakati itakurudisha. Ndio maana usizake na wakati. Wakati wako ikifika, iprofite ile wakati. Papa shota, ili wakati yako ya kwa kumineva, iprofite. Bali kupanga mapambazuko kubiri, pili na upako na uwepo. Hata mtu mmoja ubiri, hata vitu vingi ubiri, paske ni wakati yako. Leo utatokesha, utatoka unaenda. Haujui nani matakuwa. Labda ukirudia utaomba espasi unaikosa. Kama ukuzirea wakati yako mzuri, utaelekea pale mbele. Sisi tunasema nini? Ukikuwa wakati yako, kumbuka wengine. Kama uko wakati yako, kumbuka mtu wake. Ukikuwa msezo yako mama, kumbuka wengine. Kama kuna valizi ya manguo, kumbuka mpaka mwenye hata nguo, mkumbuke. Kama unapata chakula unakula nyama, lekibe, sijui mafuzi kwa pale, kumbuka piko na mwenye ile desera na ikosa, mkumbuke. Ukikuwa msezo yako, kumbuka wengine. Mtu atuwaki maisha. Mwanadamu anasikia. Mlokola anasikia mzuri. Ukikuwa wakati yako, kumbuka. Dada, uko wakati yako, uko kijana, uko binti. Kumbuka mama yako alipitiaka pale. Tekeleza sana shauri yake. Maana yeye ashaonja ujana, iko naelekea mzee. Wewe unaanza ujana au hujafika mzee. Sasa ukikuwa wakati yako, kumbuka kuna wale ambao wasatoka ile wakati yenyewe ulikuwa wakikushauri, sikiliza. Si mtu mmoja sema amen. Nimalize tuombe. Wakati inaundwa na masaa. Sasa wanadamu njoo ile stara, njoo ile pandi, anakitia pa. Sasa wanadamu njoo nakuelezeka ilishakuwa 12, chakuwa 13, chakuwa 16, 17, 18. Saa Mungu haionekanaki, inakuwa invisible à l'œil.
hawezi ona kwa macho. Sasa wanadamu ndio nakumbushaka, alikutabiria kama utaolewa. Mbona siku zinaenda, generation yako yote inaolewa. Sasa wanadamu ndio nakumbushaka, mbona wenzako wote washasoma kama leo una makazi una kazi. Sasa wanadamu ndio nakwambia mbona ule anayepoliwa mbona mkorale moja yeye ashapanda. Sasa wanadamu ndio nakumbushaka ona ule alikuwa mhubiri mdogo ashapanda huko wapi. Ile ni sasa wanadamu haraka haraka haina. Sasa wanadamu ndio tunataka tujikompare na wengine. Unapenda tukompare na wenzako. Hakuna siku najikompara na Pastor Samuel. Mara yeye ni baba. Kila siku niko chini. Sasa wanadamu inakuwa kama mbona ndio Mungu asiongea. Ndio sasa wanadamu ni wanakumbusha ndio Mungu asiongea. Wewe hapana naolewa. Wewe sasa wanadamu. Lakini saa ya Mungu haionekanaki. Na tunapaswa ya wanadamu waseme wakati itatimia. Ile saa inakuwa nzuri, ile wakati inakuwa mzuri. Acha kutegemea saa wanadamu, lakini tegemea saa ya Mungu. Tegemea saa ya Mungu. Mtumishi mmoja ndio anasema kwamba nitasimama kwa zamu yangu ili nione lile Bwana atakalo. Habakuki ndio naongea, nitasimama nichunge wakati. Kuna dada mmoja alikuwa naimba kwaya. Ule dada wenzao anakuja generation anakuja inaolewa. Niko pale. Anafika tata. Sio kuolewa. Tata. Sura inaanza kunjama. Akikuanga akicheka, mzee mko na kusomea. Sura hawezi kuwa tena tayari. Ndio tukimwangalia, ndio anaangalia na muogopa. Wewe miaka ikarepa, miaka ikaenda. Bezao, benyewa yalipa nao generation yake, iko tu wasita wasao. Meye iko pale pale. Bamima wanakuya wamweshe mima nakataa. Bakumurendeza akakataa akasema mie kama Bwana isivyo nitasimama mpaka nichunge ndoa yangu. Niko na unabii. Ifo nilo na ndoa yangu itakuwa inajao. Na alikuwa anasema bila ujasiri bila hatari. Bado tunamtegea. Sura ya kuolewa ya Maria ya ajabu. Tutaionea hapa. Cheza wewe. Sura ya kuolewa inatoka wapi? Ule dada akasimama akapana, mie Mungu sitamwacha. Huduma nitaifanya. Naamini ipo siku nitarudi. Salifika mtanevo. Kwa wanamwambia dada, bado yangu wote maisha kaolewa. Tulisha kuchoka. Bazazi niko naambia tulisha kuchoka. Wewe tunasema ya ndugu yako shaka. Wakati ya Mungu tumii baki wanafungana. Ule dada sasa nikaka ile kompyuta hapa leo hapa banzi leo kuna mimba. Mungu akamsaidia kanuni. Hapo nilisema sasa kuna mimba. Ananunga ndoa ya ajabu. Ndoa ya ajabu. Mungu anatumana garso toka Kinshasa banamumite anakia mpaka Bukavu watumikie Bukavu. Ule garso wakati anaingia mwenye kanisa. Ule dada alikuwa anaimisha korale ya kodini, korale ya sadada aliimba sauti yake kapenya masikio ya ule garso akapagao akachanganyikiwa. Unajua baada ya kujichunge nini? Baada ya kujichunge nini? Tujichunge mzuri. Kila mtu hapa sasa, kila mtu Mungu alimwandikia kwa kwake. Njoo na kama kwa mfupi, bakia mfupi yako. Kama alikuumba hauna taye, hauna kitu nyuma, bakia vile
Kinshasa. Kule kuna imba. Ule gasu akanyanyuka uzima kukiti. Akafika na kuya mpaka kwa ule dada. Nipo watu wanakalia kanisa. Akamembrace, akambana, akalia. Ule gasu akalia. Niko mwambia masikio, wewe njoo bibi yangu. Kama ulishaolewa, kama umeolewa, mimi sikujua vile. Mimi na muo. Kama unataka si mile, mimi na double. Ule mtasikia vile na mikrofoni. Kaka, siaolewaka. Nima, bado mikrofoni na msikia. Bado kama kaisio mikono ukicho. Kaka, siaolewaka. Iko sawa njoo Mungu. Alikuwa lazima nitunge. Bado wakucheka wakacheka, bakulia wakalia, bakusema wakasema. Roho Mtakatifu mzee akasema, dada na wakumbuka ndoa yako nzuri. Sasa sote presenti watu wote wakawa wanashangaa. Tunga wakati yako ikifika, bale walikuchekea, bale walikusema, batawakia liko wanashangala. Chunga wakati ya Bwana, wakati yake ikifika, yote yatakuwa mazuri kwako. Akapiga magoti pale, mchungaji akawaombea, akamwambia mwaishe mene na ita wazazi wa Kinshasa banashuka, tunaorganize mariage, itakula desme, tuko tunakula tunakunywa mpaka kieleweki. Ule dada bakufuata ule gasi. Unaoa mbuguma wa fili Graneva anaenda mkaranta oro menopause ni karaseka, atakuzalia watoto aye. Mungu si asumani. Ule dada napeleka mimba ya kwanza kwenda kuweko triple mabasi triple iko mtu. Ule dada kasa mwaka moja tena mimba triple iko mtu. Ile mimba ya pili kutapa ni sasa niko mpita nashinda kutembea kutupa na niko wewe kufikia iko hivi. Kuna historia yako ushazeeka. Ananiambia wewe ukisana zeeka bila bwana yangu unalala mkashi. Bwana yangu sasa akipia ukaanza tabia anachaga pacheo ya mpe utakuwa naingia bebewe yani sasa kiumbe malaika wangu mwansusi mwanangu mabote ni kweli utakani tena dekaka dokta shawewe utaokipo na niombea tu wewe hapo kuna seki naona tipu na gazoni naingia boka anaingia bebe sawa anapiga mkini anapiga chumbe na masih Mungu basi. Ndaba dade. Kinyomoka kidepo inaongea. Nikanyamaza. Bebe, sasa kule dada alideka. Mpaka nikaishi. Mpaka naseka ni bwana. Asia kiroho. Sasa Mungu unanishi nipatia sasa kama mtu wa hivi mwana nikatei. Inakuwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu anakifanya kizuri kwa wakati. Chunga wakati wa Bwana. Shima pombe.